baadhi maqasid as-siyam, basi ni zipi zile baadhi ambazo ni faida au ni makusudio ya funga zile ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka? Faida yake ni nini? Awalan, tunasema makusudio ambayo yanapatikana katika funga ambayo sisi tunazifunga. Awalan, al-ikhlas. Ndani yake kuna makusudio ya huyu mwanadamu kuwa na ikhlas, ya kutakasa ile ibada yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wal-ikhlasu asasu qabuli al-a'mal, lakini yule mwanadamu kuwa na ile ikhlas ndiyo msingi wa kukubalika yale matendo yake yote ambayo anayatenda. Ibada zote zile ambazo anazifanya mwanadamu, msingi wake ni kuwa na ikhlas. Bimaana man harama al-ikhlas au man hurima al-ikhlas, yoyote yule ambaye ameharamishiwa kuwa na ikhlasi katika moyo wake katika kutekeleza zile ibada, harama al-qabul min al-a'mal, ameharamishiwa kule kukubalika yale matendo yake ambayo anayatenda. Fa asasu al-a'mal, msingi wa amali wa matendo anayoyatenda, ibada anazozitenda huyu mwanadamu, msingi mkuu ni kuwa na ikhlas. Is'al nafsak, hebu jiulize nafsi yako. Na hili ni swali ambalo natakikana kila mmoja wetu, ikiwemo na mimi na kila ambaye yuko hapa na yeyote yule ambaye ni muumini, ajiulize ile nafsi yake. Anta tusalli liman, unapotekeleza ibada yako ya sala, unasali kwa ajili ya nani? Anta tasumu liman, unapokuwa wewe unafunga, je, funga yako unamfanyia nani? Indama tatasaddaq, unapokuwa unatoa zile sadaka, zile sadaka zako unampelekea na kumfanyia nani? Au unalifanya tendo la kutoa sadaka na ibada kwa ajili ya nani? Unapofanya ibada ya haji na umra, unafanya kwa ajili ya nani? Hili ni swali ambalo inatakikana muumini Muislamu ajiulize. Al-ibadat, jamiu al-ibadat allati taf'alaha, ibada zote zile ambazo unazifanya wewe, taf'aluha li ajli man, unazifanya kwa ajili ya nani? Waljawab, jawabu ambalo linatakikana kutoka katika roho yako na kutoka katika ulimi wako na moyo wako ni kwamba hadhihi al-ibadat kulluha yanbaghi an takuna lillahi tabaraka wa taala, ni ibada ambazo tunatakikana kufanyiwa Allah tabaraka wa taala. Lidhalika shuria al-ikhlas, ikawekwa sheria, lazima huyu mwanadamu awe na ikhlas katika kutekeleza haya matendo ambayo ni matendo ya ibada. Qala Allah tabaraka wa taala, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Na hawakuamrishwa hawa wanadamu isipokuwa wao wameamrishwa wamwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake, hali ya kutakasa zile ibada zao kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala, wakimkabili yeye Allah tabaraka wa taala, kisha hali ya kusimamisha ile swala, hali ya kutoa zile zaka. Sasa hii ndiyo dini iliyokuwa ya msimamo. Unapokuwa wewe unakuwa na ikhlas katika ibada zako, ndugu katika imani, funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah tabaraka wa taala alipoileta aliijalia kwamba ni sababu ya hawa wanadamu wawe watakuwa ni wenye kufanya ile ibada kwa ikhlas, kwa sababu ni siri baina yake huyu mwanadamu na Allah
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, qala Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala fi al-hadith al-qudusi, Allah tabaraka wa ta'ala anazungumza katika hadithi ambayo ni hadithi al-qudusi, anasema ana aghna ash-shuraka, mimi ni mkwasi, mimi ni tajiri, mimi nimetosheka kwa kila kitu. Allah tabaraka wa ta'ala anasema kwa wale ambao ni wenye kunishirikisha, yani ukafanya zile ibada lakini wewe unamshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anapokuwa ni mwenye kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala anasema man amila amalan, yoyote mwenye kutenda tendo, ashraka ma'i, akanishirikisha mimi, ashraka fihi ma'i, akanishirikisha ndani tendo kama lile la ibada na kitu chochote, taraktuhu wa shirkahu, mimi humwacha na yule ambaye anashirikisha naye. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anajitoa katika ibada zozote zile ambazo ndani yake hazina ikhlas, akakuachia mwenyewe ibada kama zile, kwa sababu asas aslun wa qaida, msingi muhimu umekosekana, ambao ni wa kuitakasa ile ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Yani yatruku ta'amahu, huyu mwanadamu Allah tabaraka wa taala anasema kwamba anaacha kile chakula chake, wa sharabahu, na kile kinywaji chake katika ibada hii ya funga, wa shahwatahu, na anaacha yale matamanio yake, min ajli, kwa ajili yangu mimi, as-siyamu li. Kisha Allah tabaraka wa taala anasema as-siyamu li, funga ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye mlipaji wa ile funga, wal hasanatu bi ashri amthaliha, na lile jema Allah tabaraka wa taala ulilipa kwa thawabu 10 au kwa mema 10. Kwa hiyo hapa kuna umuhimu wa huyu mwanadamu kuitakasa ile amali kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala. Yatruku shahwata, yani shahwat aljimaa, anaacha matamanio yake ya kumjamii bibi yake wakati wa mchana, anaacha matamanio mengine ambayo anatakikana kuyafanya. Yatruku shahwata, kisha Allah tabaraka wa taala akasema as-siyamu li, funga ni yangu mimi, ay amalun khalisun, ni matendo yaliokuwa yanatendeka, ni matendo yaliokuwa khalis, ya ikhlas, min ajli, kwa ajili yangu mimi, laysa riyaan wala sum'atan fiha, usio kunapatikana ndani yake riya, kujionyesha, wala kutaka kusikika kwamba wewe ni mfungaji sana. Wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye mlipaji wa funga kama hiyo, ay jazaa'un khairun muhaddada, malipo ambayo hayana mipaka. Unapokuwa wewe umetekeleza ibada ya siyam, ya funga, kama vile inavyotakikana kwa ikhlas, nia, kwa nia inakuwa sawa kabisa, basi malipo yake hayana mipaka. Mwenye kulipa malipo kama hayo anaijua ni Allah tabaraka wa taala. Malipo yake yatanasab ma karamillahi wa fadhalihi, yende kunasibiana pamoja na ule utukufu wa Allah tabaraka wa taala na fadhila zake. Wa hakadha kana da'bu salihin, katika imani hivi ndivyo ulivyokuwa mwenendo wa wale wema ambao walikuwa wametangulia. Ali Daud ibn Abi Hind, mmoja katika wanavyoni anaitwa Ali Daud ibn Abi Hind, dhukira tarikhuhu fi sayr al-a'lam an-nubala, mitaja tarehe yake katika kitabu cha Sayr al-a'lam an-nubala. Inasemekana huyu bwana kana khayatan, kwa ni mtu mshonaji, fakana yakhruj min baytihi ila as-suq yawmiyan, alikuwa anatoka katika nyumba yake na kuelekea katika soko
kwenda kufanya shughuli zake za biashara kila siku. Wa kana yahmilu ma'ahu at-ta'ama, akitoka nyumbani kwake tayari ashatengenezwa chakula, anatoka na chakula. Lakini fi athnai tariq, katika ile njia barabarani kule, yatasaddaq bit-ta'am, anatoa sadaka kwa kile chakula alichokuwa hapo nacho yeye katika ile barabara. Akiona maskini anawapatia sadaka ile chakula alichokuwa akibeba. Fayadhunnu ahlu as-suq annahu aqala min baytihi, watu wa sokoni wanafikiria kwamba Abi Daud ibn Abi Hindi, yeye mbona hatumuoni kula, basi huyu sisi tunamdhania. Yadhunnu as-suq, wanamdhania uovu as-suq annahu akala min baytihi, kwamba yeye amekula katika nyumbani kwake. Ndio maana hali huyu bwana huyu kila siku anakuja hapa lakini haonekani kula. Wa idha rajaa ila baytihi, lakini anapolegea katika nyumbani kwake, yadhunnu ahla baytihi annahu aqala fi suq, wanadhania watu wa nyumbani kwake kwamba yeye amekula sokoni. Fayalaitahu kana yadhunnu, laiti kama wangekuwa wamejua 40 sana, miaka 40, yasum Abi Daud ibn Abi Hind wala ya'rifuhu ahad, miaka 40 anakuwa ni mwenye kufunga, lakini hata mtu mmoja hapati kufahamu kwamba huyu bwana anafunga, illa Allah tabaraka wa taala, isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Unzur ila hadhihi al-ikhlas, tizama ndugu muumini, ikhlasi kama hii ni ikhlasi ya aina gani? Ni ikhlasi ambayo ilikuwa iko juu sana. Wa hadha al-Hasan al-Basri al-shahir at-tabi'i al-shahir, huyu mwanachuoni Hasan al-Basri katika matabi'in, yu'atibu nafsahu wa yaqul, anaikemea nafsi yake huku akisema wallahi, anaikemea nafsi yake akisema tatakallamina alkalama as-salihin al-qanitin al-abidin, anaambia nafsi yangu, wewe unazungumza kwa mazungumzo, matamshi ambayo ni matamshi ya watu wema, watu ambao wanajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, watu wachaji Mungu wenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Watafalina fi'la al-fasiqin, lakini masikitiko yaliyoje, ewe nafsi, unafanya vitendo ambavyo ni vitendo vya watu mafasi, watu waliokuwa kharaju an ta'ati llah, waliotoka katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Wallahi ma hadha bisifati as-salihin al-mukhlisin, wallahi hii sio sifa ya watu ambao ni watu wema waliotangulia, walikuwa wametakasa nafsi zao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika imani, al-ikhlasu al-amal, kuitakasa ile amali yako kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, min shi'ari as-salihin, katika utukufu wa watu wema. Fudayl ibn Iyad anasema tarkul amal, kuacha ile matendo, liajli nasi riya, mtu akaacha kufanya ibada, akaacha kutenda ibada iliyokuwa ibada sahihi, iliyokuwa ya sawa, liajli nnas, lakini ameacha kwa ajili kwamba yeye anataka kuwafurahisha watu, kwa ajili ya watu akaacha kufanya zile ibada, kutekeleza ile ibada kwa mfumo kwamba watu wengine wameacha kufanya ibada kama ile, kwa hiyo mimi niko pamoja na hawa. Unapokuwa wewe umejua ibada hii ni ibada, lakini ukaiacha kwa ajili ya watu, basi Fudayl ibn Iyad anasema tarkul amal li ajli an-nas riyaun, ni matendo ya kujionyesha ya riya, ushirikina. Wa fi'lu
al-amal, lakini kule kutenda yale matendo, ukatenda yale matendo min ajli nnas, kwa ajili ya kuonekana na watu. Wewe ukafanya ibada, ukatekeleza ibada za funga, ibada za kutoa, ibada za khairati tofauti tofauti, ukafanya wewe ili kwa ajili ya watu. Min ajli nnas shirkun, anasema Fudayl bin Iyad, hiyo ni shirk. Wal ikhlas, lakini kuwa ni ikhlas katika ibada, an yuafika Allahu minhuma, kwamba Allah tabaraka wa taala akulinde na haya mawili. Usiache ibada kwa ajili ya watu na usifanye ibada kwa ajili ya watu, Allah akulinde kwa haya, ndio wewe utakuwa katika ikhlasi ya kuifanya ile ibada. Ndugu katika imani, min maqasidi siyami, katika makusudio ya funga, al-ikhlasu lillahi, ni watu kutakasa zile ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumus samawati wal ardin, mudabbirul khalaiqi ajma'in. أوصل المؤمنين إلى كمال المتابعة واليقين، أكرمهم بنور الفهم والعلم والتمكين. سبحان من جعل القرآن ميزانا دائرة العلم وسعادة الدارين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu katika imani, na wahusieni kama vile ambavyo ni usawa kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani mchaji Mungu ndiyo shiaru salihin, ndiyo utukufu wa wale wema waliokuwa wametangulia. Min al-anbiyai, katika manabii, wasahaba na masahaba, wasadiqina, na watu waliokuwa kweli, walikuwa ni watu wachaji Mungu. Kwa hiyo mwanadamu anatakikana asifike na sifa ya uchaji Mungu. Min maqasidi as-siyami, katika makusudio ya funga ambayo Allah tabaraka wa taala ametuwekea hii, ameiweka Allah tabaraka wa taala kwa malengo kwamba watu wapate uchaji Mungu, at-taqwa, kwamba watu wawe wachaji Mungu. Na hili ndilo lengo la funga ambayo imewekwa, at-taqwa ghayatul uzma. Uchaji Mungu ndio ghaya kubwa kabisa. Lifardhiyati siyami, kwamba kufaradhishwa ile funga ambayo ni funga tunayofunga. Wadhalika fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. Alkhitabu lilmuminin, wanakutubia waumini hapa katika aya hii. Kutiba alaykumus siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum, mmewafaradhishia nyinyi funga kama vile ambavyo mmewafaradhishia watu walikuwepo kabla yenu nyinyi. Malengo ni nini? Kwamba mkafaradhishia funga na ilikuwepo kwa watu wengine pia. Shartu man qablana, sheria iliyokuwa kabla yetu sisi, na sisi tuna sheria yetu. Kwa nini Allah tabaraka wa taala, limadha ya Allah, kwa nini ya Allah tabaraka wa taala unawafaradhishia ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam funga? Inakuwa ni faradhi kwa wao kufunga. Yujibu dhalika bijawabihi jalla maula, Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe analitoa jawabu lake na kusema la'allakum tattaqun, yani nyinyi mnavyotekeleza ibada ambayo ni ibada hii ya funga, yani bil akthariya, kwa wingi sana, basi nyinyi mtakuwa wachaji. Malengo ya ibada hii ya funga
ni watu kuwa wachaji Mungu. At-taqwa ni nini? Uchaji Mungu ni nini? Uchaji Mungu ndugu katika imani, taqwa. Taqwa ni nini? Taqwa ni at-ta'atu lillahi, ni kumtii Allah tabaraka wa taala. Ta'atu lillahi hiyo taqwa, kumtii Allah tabaraka wa taala bimtithali awamirihi, kwa kutekeleza zile amri zake zote Allah tabaraka wa taala, wajtinabi nawahi, lakini ukajiepusha na yale makatazo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza. Faumirna bisiyam, tukaamrishwa sisi na Allah tabaraka wa taala, ndugu katika imani, kwamba sisi tuitekeleze ibada ambayo ni ibada ya funga katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Faqala taala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum waman kana maridan au ala safarin faiddatin min ayamin ukhra. Yoyote yule ambaye ataingiliwa na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, yuko katika siha nzuri, yuko katika afya yake nzuri, yeye yuko katika hali ya shabab, yeye anao uwezo wa kufunga, basi falyasumuhu, au funge ule mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini ikiwa yeye atakuwa ni mgonjwa au ameenda katika safari zake, safaru taa, basi ameruhusiwa kwamba yeye kuilipa ile funga aliyokosa katika siku ambazo zinakuja. Ruhusa. Ndugu katika imani, malengo ya kuwekwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwamba amewekewa huyu mwanadamu kwa malengo awe mchaji Mungu. Ikiwa wewe utakuwa unaifunga funga hii katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini hakuonekani dalili yoyote ya kwamba wewe umegeuka, lamma kunta tasil ilaha fi shahri Rajab, ulipokuwa unamwasi Allah tabaraka wa taala katika mwezi wa Rajab, ukaunganisha na mwezi wa Shaaban, ukawa kutosheka na mwezi wa Rajab, mwezi wa Shaaban ukamwasi Allah tabaraka wa taala, fala tusayyir nafsaka fi al-isyan fi hadha ash-shahr, basi usiingize ile nafsi yako katika kumwasi Allah tabaraka wa taala katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ittaqillaha rabbak, muogope Allah tabaraka wa taala, ittibai awamirihi, kwa kufuata yale maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, wajtinabi nawahi, lakini jiepushe na yale makatazo, yale maasi yote ambayo ulikuwa ukiyafanya katika hiyo miezi mingine. Umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, shahrul Qur'an, mwezi ambao umeteremshwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala, shahrus siyam, mwezi wa kufunga, shahrul ghufrani dhunub, mwezi wa kusamehewa yale madhambi, shahrul khairat, mwezi wa kheri huu, shahrul barakat, mwezi wa baraka nyingi sana. Ndugu katika imani, maqasidu ash-sharia, makusudio ya sheria ya Allah tabaraka wa taala kwa kuwekwa funga hii ambayo tunaifunga, awalan al-ikhlas, ni mtu kupatikana ndani yake ikhlas, lakini pia kupatikana ndani yake taqwa Allah, uchaji Mungu, kumcha Allah tabaraka wa taala, alkhawfu min aljalil, kumwogopa Allah tabaraka wa taala mtukufu, walamalu bitanzil, na kuyafanyia kazi yale yote ambayo yameteremshwa na Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndio uchaji Mungu. Walistidadu liyawmi rahim,
lakini mtu kujiandalia na ile siku ambayo ataondoka katika hii dunia. Usifikirie kwamba wewe utaishi milele katika hii dunia. Kama kana maana, wangapi tuliokuwa nao, watu waliokuwa na umri mdogo, watu waliokuwa na umri ambao tunatarajia. Tazawwadu min at-taqwa, jiandalie ndugu yangu katika imani kwa kufanya uchaji Mungu. Fa innaka la tadri idha jana al-layl hatta yashanna ila, hakika wewe hujui litakapokucha lile jua, je, utaishi mpaka alfajiri? Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan, wangapi katika watoto wadogo, watoto wachanga, vijana ambao tunavitarajia wameamka hali ya kuwa wanacheka. Asbaha dhahikan waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, na zimeshoma sana zao lakini hawajui. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi, na wangapi wadogo, watoto wadogo wakitarajia kwamba umri wao utarefuka, utakuwa mkubwa. Waqad qubidat arwahuhum laylatal qadr, zimechukuliwa zile roho zao katika usiku wenye nguvu. Wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri, na wangapi watoto wadogo. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا. سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. رمضان